Tafakari namna unavyolisoma neno la Mungu na kulitumia. Baba, mama, kijana, binti, tafakari mwenendo wako na mtindo wa maisha. Tafakari, tafakari. Mwandaaji ni mchungaji Joseph Bulengela. Nikasikia sauti ya Bwana ikisema, ni nani nitakayemtuma aende na ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndugu wasikilizaji na watazamaji, karibuni tena katika Tafakari TV. Mimi ni ndugu Joseph Bulengela. Karibuni kwa somo letu la leo, kuitikia wito kumtumikia Mungu. Wito ni sauti inayoelekeza cha kufanya maishani: kutoa huduma kwa jamii, kisiasa, utumishi wa Mungu, ukitumia talanta alizonazo mtu kwa kazi yake. Kuna wito wa nje na wa ndani kutokana na Roho Mtakatifu. Zamani mtu alimuita ndugu ana kwa ana. Iwapo yuko mbali, alienda mwenyewe aliko, ama alituma mjumbe kufikisha ujumbe wake. Ilifika mahali kutokana na elimu, mtu aliitwa kwa barua, kwa telegram, aliitwa kwa summons, aliitwa kwa radio, aliitwa kwa simu. Siku hizi tuna barua pepe pia. Kuna mkulima mmoja alituma wajumbe wake kuwaita rafiki zake waje umsaidie kuvuna mahindi. Kama alivyopanga, atawalipa chochote alicho nacho. Akaelewana nao, wale ndugu wakaja wakasomba mahindi, gunia la kwanza, la pili, la tatu. Kisha walipofika la 10, akatokeza akasema, hili ndio itakuwa malipo yenu. Basi wale ndugu 9 waliondoka kwa furaha kubwa kabisa. Lakini yule wa 10 kumbe alikusanya majani akashuhudia kwenye gunia. Alipoambiwa kwamba haya ndio malipo yako, kisa hakituelezi kwa kweli jinsi alivyosikitika majuto yake, lakini inatusaidia kutufundisha tunapokosa uaminifu, hasara inakuwa ni yetu. Kwa kukosa uaminifu aliaibika sana. Kisa akitupi kabisa mwitikio wa majuto yake na toba yake, kinatuacha kutambua wenyewe kuwa kumbe uovu binafsi humpa mhusika hasara mwenyewe. Sasa kwa mfano wa maradhi ya zinaa, madhara ya uongo, ulevi, uchoyo, wivu na ubinafsi. Hii ndio sababu ya msingi ya mpango wa wokovu, ili tusiambulie sufuri katika maisha ya utumishi wetu hapa duniani. Twaweza kumdharau baba yule, lakini wangapi wetu ambao wazazi au mataifa yao yaligharimia kuwaelimisha ili waje wawatumikie, lakini baadaye wanaachwa midomo wazi kwa kugundua udanganyifu kazini mwao. Najua kisiasa ama ukoloni uliondolewa, lakini nashangaza kwa sirisiri mkoloni ubinafsi kwa kielelezo cha Gehazi mtumishi wa Elisha. Yaani hata katika huduma za kiroho watu wanadanganya katika viwango vya juu. Ndiyo twajua uchunguzi wa waandishi wanasheria kwa ajili ya vyombo vya habari kufichua mambo kama haya. Baba wa mbinguni hahitaji vyombo kama hivyo kubaini uchi wa nafsi zetu. Katika karne hii Mungu anawaita kila mmoja amtumikie Mungu kwa kuacha ubinafsi popote alipo. Maana hata Mungu akituacha hivi tulivyo, tutamalizana wenyewe tu. Isaya anatupa kielelezo cha kuanzia.
Isaya 1, Isaya 6 mstari wa kwanza mpaka 9 kwa mfano. Kwanza Isaya alimwendea kama alivyo Mungu. Mungu huona kila mtu kinachomkaba katika nafsi yake, kinacholikaba taifa. Hivyo huona uasi na tamaa moyoni mwa kila mtu. Kwa kielelezo cha Kaini, anatuona mmoja mmoja, udanganyifu wa moyo, hata uwaji. Anamuonyesha alivyo, nasi tuonyeshe mioyo yetu sawa sawa na jangwa lisilo na chochote, duni. Yani mioyo yetu inapokabwa na ubinafsi, inapokuwa haina upendo wa kweli, duni kimaadili, yenye ubinafsi usio na tiba, midomo michafu bila uadilifu. Naam, mifuko yetu imejaa taarifa za michongo, nyumba zetu makaburi ya mashirika ya umma. Naam jamani, tuone hitaji la kutaka msaada. Sasa Isaya akamwendea Mungu. Alipomwendea akaona udhaifu wake. Dhambi hudhoofisha uono hata wa mahitaji yako binafsi, uono juu ya mahitaji ya familia, uono juu ya mahitaji ya jamii tunayoitumikia. Mithili ya Kaini, hakuona udhaifu wake, hakujuta, hakutubu, japo hakufa pale pale. Malipo yake ni pamoja na waovu na kupotea milele. Tutambue hitaji letu na wajibu wetu. Mungu hakutuumbia sayari hii iwe makazi ya kufanya maovu, mahali pa kutesea na kunyongea wanaume na wanawake na watoto. Kama Isaya, Paulo walijiona udhaifu wao, wakamwendea Mungu. Isaya akaona midomo yake ni michafu na kadhalika. Paulo anasema katika wenye dhambi yeye ndio wa kwanza. Ni kosa kubwa kudhani kazi hii ni ya polisi wa kiroho, yaani manabii, wahubiri, wachungaji, kutuombea na kufukuza pepo. Kama Isaya, tumtafute Bwana sisi wenyewe. Yeye ndiye anayefukuza pepo. Waona, tutake msaada wake ili dhambi inayotuzinga isitukumbe na kutuaibisha. Haitoshi kusimulia juu ya uweza wake wa kiumbaji na kile ambacho aliweza kufanya. Watu wanataka kuona Mungu amekufanyia nini. Kama Maria ambavyo aliruhusu Mungu afanye yasiyowezekana, turuhusu nafsi zetu, ubinafsi wetu kushindwa na uwezo wake, na tubebe godoro, yaani miili yetu dhaifu, uthibitisho kwa wengine kila ambacho Mungu ametufanyia. Tangu tuanguka kwa mwanadamu, Mungu kama alivyomwita na kumtia Adamu katika bustani ya Edeni, kadhalika anatujia na sisi kwa upendo na unyenyekevu. Leo tuna habari hizi njema zikizunguka katika sayari yetu wote. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye Injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi, kila lugha, taifa na jamaa. Kwa Mungu anatuita kila mtu binafsi, anawaita wanadamu wote wamtumikie kiakili na kiroho. Uchakavu wa uwezo wa kufikiri, kichwa chote Biblia inasema ni kigonjwa, moyo umezimia, tangu wayo wa mguu hata kichwani hamna uzima. Mioyo yetu imeoza. Naam, Mungu anatuita tusifiche mioyo yetu. Kwa sababu hiyo, tazama, twatazamia nuru, kumbe giza latokea. Twatazamia mwanga, kumbe tunatembea katika giza. Yaani binadamu anapofikiri anafanya, anaambulia, anavuna tufani, anavuna mabaya. Imeandikwa, lakini kama hamtaki, nanyi mfahamu dhambi zenu zitawafunua, zitawaaibisha, zitawafichua. Naam, uovu hauna mzee, uovu hauna kijana, hauna mtu wa dini, hauna msomi, hauna mtawala, hauna mvuja jasho, ili mradi anadhani ananufaika nao, mithili ya yule baba aliyekuwa amechukua majani
kumbe yeye mwenyewe anajihasarisha. Wengine wanakunywa energy drink, haisaidii lolote. Uovu wetu unatuanika mahali tulipofikia kimwili. Adam na Hawa hawakujikuta wako uchi tu, walishindwa pia kutawala kwa utukufu wa Mungu dunia hii. Kile tunachokifanya kinazidi kuanika uchi wetu. Kaini, mpenda nafsi yake, alipenda kazi hata kuliko Mungu, kuliko hata mahusiano na ndugu yake. Akajikuta amemuua Abeli, akidhani haonekani tena bila kuonyesha majuto na toba. Dhambi humfanya yeyote kuwa katili kupitiliza. Gehazi, mtamani utajiri, rushwa kuliko maadili ya kazi yake, akaambulia ukoma. Ona kama yule baba mbeba mabua aliyebeba majani, dhambi ilimpa hasara, ndivyo itakavyotupa hasara binafsi. Samson aliyemtamani Delila kuliko hata utume wake, alipoteza vyote, alipoteza kila kitu. Daudi mfalme mtamani pisikali kuliko wito wake mtakatifu wa kifalme, alichukuliwa, aliwekwa wazi na neno la nabii aliyemfikia. Kama Bwana aishivyo, mtu aliyefanya haya ndiyo wewe. Wewe ndiwe yule mtu na unastahili kufa. Sulemani akijua wazi ndoa iliwekwa na Mungu ya mume na mke mmoja, akatumia vibaya hekima yake kwa uhuru wake wa kuchagua, akaamua kuoa wake wengi, na matokeo yake taifa la Israeli lilisambaratika. Ahabu alitamani kudhulumu bustani ya zabibu ya Nabothi, naam, hata akafikia kumuua Nabothi mwenyewe. Yaani hii sayari, kama Mungu akituacha katika uovu huu, tutamalizana tu wenyewe. Yuda aliyepata fursa ya kusimama na hazina ya mfuko wa mfalme wa wafalme, kwa sababu ya tamaa ya fedha alimsaliti akajiua. Anania na Safira waliodiriki hata kumdanganya Roho Mtakatifu, naam, wakafichuliwa na kupoteza kila kitu. Naam, hata leo kizazi hiki, ndugu mpendwa unayenitazama na unayenisikiliza popote pale ulipo, anguko la kiongozi, ubadhirifu wake ni msiba mkubwa wa taifa. Ndivyo ilivyokuwa kwa Sulemani na ndivyo inavyokuwa kwetu. Wote washikao upanga watauawa kwa upanga. Neno la Mungu linafunga kitabu cha Ufunuo kwa maneno yatokanayo na hekima yake. Mtu akiua kwa upanga, naye atauawa kwa upanga. Mungu anatuita tumtumikie kwa uaminifu. Mungu akubariki. Tafakari namna unavyolisoma neno la Mungu na kulitumia. Baba, mama, kijana, binti, tafakari mwenendo wako na mtindo wa maisha. Tafakari, tafakari. Mwandaaji ni mchungaji Joseph Bulengela.